Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa kwa sababu ya yale maneno nisikia serikali wanapangia Rigathi Gachagua. Na kwa sababu tuko na wafuasi wengi wale ambao wangetaka kusikia maoni yetu, nataka niseme ya kwamba vile ambavyo rumors zinasema ni ukweli, ya kwamba William Ruto njia zake zote zimegonga mawe. Na ile siku wamefukuza Rigathi Gachagua, walikuwa wanafikiria watamfukuza waende Ishaweri, waleta Uhuru Kenyatta kwa serikali, ndio mambo ya mlima na mambo ya Wakenya bado iendelee sawa sawa. Lakini wamejaribu njia zote. Lakini tangu ile siku wametoa Rigathi Gachagua kwa serikali, mambo ya Kasongo imeendelea kuharibika, mambo ya Kasongo mipango yake ya 2027 imeendelea kuharibika, na hakuna mtu hata mmoja hasa kutoka jamii ya Gema anataka kusikia mambo ya Kasongo hata akifanya nini. Na kwa sababu ya hiyo maneno sasa, iko mpango, iko njama serikali wanapanga wakiongozwa na William Ruto na wakora wake, ya kwamba watafute Rigathi Gachagua ndio wamrudishe kwa serikali waone kama mambo itatulia. Na mimi nataka niseme hapa, tunajua ya kwamba wamepanga kupatia Rigathi Gachagua sijui bilioni 5, sijui bilioni 10, wamepanga kumpatia slot 3 za mawaziri, wamepanga kumpatia sijui slot 5 za ma-PS, wamepanga sijui kumpatia slot 10 za parastatos, ndio sasa wafanye salamu. Na mimi nataka niambie Wakenya, ni ukweli William Ruto anatafuta njia zote aendee picha kule wa Munyoro. Kwa sababu sasa wa Munyoro imekuwa ni kama ndio state house ya Kenya. Watu wote wanaendea picha huko. Sasa iko vile ambavyo William Ruto anajaribu kutafuta mbinu na nia, vile ambavyo atasneak aingie wa Munyoro, aonekane wamesalimiana na Rigathi Gachagua ndio aone kama mambo ya mlima itatulia. Na mimi nataka niambie William Ruto, sisi kama jamii ya Gema tunasemanga ya kwamba umbwa ikitapika haiwezi kula hiyo matapiko yake. Na kwa hivyo hiyo mipango mko nayo ya kupatia Rigathi Gachagua pesa na kumpatia mawaziri na kumpatia ma-PS, mimi nataka niambie Rigathi Gachagua, usikubali maneno ya hawa matapeli. Ukumbuke mahali wamesukuma Wakenya kwa kona. Ukumbuke mahali wametufikisha sisi kama Wakenya kwa njia ya kutufinya. Rigathi Gachagua, ukumbuke ile damu ilimwagika mwaka uliopita ya Gen Z. Ukumbuke ile mateso yote Wakenya wanapitia katika mikono ya William Ruto. Kwa hivyo usikubali salamu za huyo mtu ambaye anaitwa Kasongo. Na ujue Kasongo alijaribu kukuua siku ulikuwa kwa serikali akashindwa. Kwa hivyo saa hii anaweza jifanya anakuja kwako wa Munyoro ndio msalimiane aonekane na Wakenya kwamba ni kama mmerudiana, lakini anaweza kuwa ameleta mazinga umbwe huko kwako wa Munyoro. Na kuomba kiongozi wetu Rigathi Gachagua, tafadhali usikubali huyo mtu na wakora wake waingie wa Munyoro. Wataleta mapepo huko, wataleta mazinga umbwe huko, watakuja kukuletea confusion, watakuja wakusalimie uingiwe na mapepo ukuwe mwende wazimu. Usikubali kukula chakula yao, usikubali kukaa meza na wao, usikubali waingie wa Munyoro. Mpaka ile siku tutapeleka William Ruto Sugoi, mpaka ile siku tutamtoa kwa kiti, usikubali kuongea na yeye, usikubali kuonana na yeye, usikubali apikiwe chakula na Mama Dorcas, usikubali hizo mavita na kupatia. Saa hii sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatutaki hizo vitu ndogo za upuzi William Ruto anataka kukupatia ndivyo rudi kwa serikali. Tuko na mpango dhabiti ili ambao tumeshikana na jamii ya Waluya, jamii ya Omugusi, jamii ya Wakamba, ndio tutengeneze serikali ya 2027. Na kufikia hapo ile mipango tumeweka imetosha kuhakikisha kwamba safari ya kupeleka William Ruto Sugoi haiwezi simama. Kwa hivyo Rigathi Gachagua, usikubali utapeli, usikubali hiyo maneno. Kitu kingine nataka niongelee ni mambo ya JB Muturi. JB Muturi amekuwa mstari wa kwanza akitetea wale ambao watoto wanatekwa nyara kila siku na wakora wa serikali. Na mimi nataka niambie Wakenya leo hii, mkitaka kujua serikali inaongozwa na mapepo ya Illuminati, ni serikali ambayo inashabikia na kufurahia umwagikaji wa damu. Ukiona wale viongozi wote wanatusi JB wakimwambia ajiuzuru kwa sababu ya kutetea watoto wetu kutekwa nyara, au viongozi ni viongozi wa Illuminati, ndio maana hata hawana ndio maana wanafurahia wakisikia watoto wetu wameuliwa, wakisikia watoto wetu wametekwa nyara. Ukiona kiongozi anashabikia
watoto wetu kutekwa nyara na kuuliwa. Huyo kiongozi tayari ameingia kwa Illuminati. Kwa hivyo hii serikali ya William Ruto, wale wote wakiongozwa na huyu mwizi anaitwa Duale, huyu Msomali ambaye anaambia sijui JB ajiuzuru kuliko watetea watoto wakiwa kwa serikali. Mimi nataka niambie Duale leo hii, JB Muturi ameajiriwa na Wakenya kupitia bunge la kitaifa. Ile pesa analipwa nayo si pesa ya ngamia zako. Ile pesa analipwa nayo si ya bibi yako ama ya watu wenu. Ile pesa JB Muturi analipwa nayo ni ushuru ya Wakenya wa jamhuri hii. Ako na haki kisheria kutetea watoto wale ambao wanauliwa kiholela hata akiwa kwa serikali. Na kama nyinyi kama serikali basi mnashabikia watoto wetu kuuliwa, fukuzeni JB Muturi. Kama nyinyi kama serikali mnashabikia watoto wetu kumwagwa damu bila hatia, basi fukuzeni JB Muturi. Kama nyinyi serikali ndio mnaua watoto wetu na kuwateka nyara, basi fukuzeni JB Muturi. Kama nyinyi kama serikali mnaongozwa na mapepo za Illuminati, ndio maana mnamwaga damu Kenya, basi fukuzeni JB Muturi. Kwa sababu jamaa hana hatia, hana makosa. Ile makosa kubwa amefanya ni kama ile Rigathi Gachagua ya kutetea haki za watoto wetu, kutetea haki ya Wakenya. Akitetea haki za Wakenya amekosea nini? Ni wapi amekosea William Ruto heshima kama William Ruto ni kiongozi wa ukweli, wakati anaambia serikali ni kazi yao kisheria kuprotect watoto wetu? Kila mtu anajua ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba watoto wetu wamelindwa, Wakenya wamelindwa. Ni jukumu ya serikali, wao ndio wakala ushuru yetu, ndio wahakikisha kwamba wamelinda maisha na wamelinda mali. Kwa hivyo mimi kama kiongozi na chairman wa New Gema, nataka leo hii niseme ya kwamba yule ambaye atajaribu kurushia JB Muturi mawe atajua sisi ni kusema nini. Juzi hapa tumewanyamazia wakora kina Duale, tumewanyamazia, mkatusi Rigathi Gachagua, mwishowe mkahakisha kwamba mmefukuza kwa serikali tukanyamaza. Saa hii jamii ya Wasomali hapa mkiongozwa na huyu mjinga anaitwa Duale, leo hii mnasukuma JB Muturi mkiwa na wajinga wengine kutoka Rift Valley, mnataka tena JB Muturi atoke kwa serikali. Mimi nataka nikwambie William Ruto, ni siku gani utaacha kupiganisha jamii ya Mlima Kenya na Wasomali? Ni siku gani utaacha kupiganisha jamii ya Mlima Kenya na zile jamii zingine? Siku Uhuru amekuwa kwa serikali hapa, jamii ya Wasomali alikuwa amewapatia nafasi. Duale hauna hata kichwa mzuri wewe mwenyewe, wewe ni mwendo wazimu. Uhuru Kenyatta alikupatia heshima kwa serikali yake, akakupatia nafasi ukawa leader of the majority kwa miaka 10. Saa hii unaona jamii ya Mlima Kenya sasa haina maana. Saa hii ukiamuka ni kutusi jamii ya Mlima Kenya. Saa hii ukiamuka ni kurushia watu wetu mkono hapa na kuongea venye unataka. Serikali ya Uhuru Kenyatta iliwapatia heshima kama jamii ya Wasomali. Aliwapatia viti kwa serikali yake. Lakini leo hii wewe ndio wale ukiongoza jamii ya Wasomali, hamtaki kuona mkiku hata mmoja kwa serikali ya William Ruto. Hamtaki kuona mtu hata mmoja kutoka Mlima Kenya akiwa kwa serikali. Huyo ni JB Muturi, mnafukuza yeye. Huyo ni Martha Koome CJ, mnafukuza yeye. Juzi mmefukuza Rigathi Gachagua. Watu wetu wengi mmefuta kazi. Kwani mnataka nini jamii ya Gema? Kwa hivyo nikwambie Duale, mahali mnatusukuma kwa kona, ndio sasa hata sisi tutafika mahali tuseme sasa mwenye akona mtoto aweke chini, ndio hata heshima sasa tupeane. Kwa sababu hatuwezi kuvumilia hii ujinga. Mkijaribu kuuza JB Muturi, mtajua ako na jamii yake. Mkijaribu kufukuza yeye kwa serikali, mtajua ako na jamii yake. Atakaa hapo, sisi ndio tunamlipa na atatetea haki za Wakenya akiwa kwa serikali. Ndio maana tunamlipa. Niambie wale wakora wengine, wale ambao wanapeleka matusi kule Embu. Wale wakora kutoka Rift Valley wakiongozwa na yule mwizi anaitwa Kiborek. Siku mnakuja hapa, mkivuka mto Chania, mnaenda Meru ama mnaenda Mlima Kenya kuleta hizo ukora zenu. Mkikuja huko mnafunga mdomo, lakini mkileta matusi hapa bio mtaenda. Ile mbio nilikuwa naona kina Harwale wakifukuzwa kule Kibera wanakimbia, hiyo ndio ile bio mtakimbia hapa Mlima Kenya mkikuja kuleta matusi. Na nipongeze watu wetu wa Embu. Hata kama hao wakora walikuwa wanajifanya wameleta pesa ya bodaboda, wakati walianza kutusi JB Muturi, watu Embu walisimama wakamwambia hiyo upuzi sio hapa, hiyo upuzi ni huko kwenu nyumbani. Kwa hivyo jamii ya Waembu, sisi tuko na furaha kwa sababu yenu. Hakuna siku mmetuangusha, mmetusimamia vile ambavyo inastahili. Nimwambie tuko nyuma yenu, tushikane kama jamii. Wale wageni wote wanaingia hapa Mlima Kenya kukuja kuleta matusi, kutusi watoto wetu, hatutakubalisha. Tutawapeleka mbio kama baiskeli ya kuibiwa. Lazima waheshimu jamii yetu na hatutaki upuzi na hawatatuzie uoga sisi. Nitatamatishia hapo, kama kuna swali moja ama swali mbili naweza chukua. Tuliona kuna viongozi ambao
kushiriki katika maybe kubandua Rigathi Gachagua walienda kuanza kuomba msamaha. Vipi unafikiria jambo hilo? Kuna wale viongozi ambao walipitisha finance bill, baadaye wamekuja pia wakaimpeach Rigathi Gachagua. Hao viongozi kama sio ujinga yao walitumia, watoto wetu hawangeuliwa. Kama hawakutumia kifua na upuzi ya kupitisha sheria mbovu, watoto wetu wakiandamana, kama wangesikiza Gen Z, watoto wetu hawangekufa. Leo hii hao viongozi ndio wanaenda kwa kanisa wakisema ya kwamba wasamehewe. Jana nimesikia wakiambia sijui nani, sijui wanataka msamaha. Mimi nataka niwaambie leo hii, hao wakora wote walikuwa priesthood siku ya jana, wakiongozwa na Alice Ng'ang'a wa hapa Thika na wale wakora wengine wa William Ruto. Nataka niwaambie leo hii, ile msamaha ambao mnaomba, muende mtafuta wale wazazi watoto wao waliuliwa siku ya maandamano ya Gen Z. Muende mkaombe hao wazazi msamaha. Kama kuna watu wako na uchungu katika nchi hii, kama kuna watu wako na kidonda kubwa nchi hii, ni wale wazazi watoto wao walipigwa risasi kule kwa maandamano kwa sababu ya nyinyi kupitia sheria mbovu mkitumia kifua. Kwa hivyo kama kuna msamaha mnataka, sio kwa kanisa. Siku ya kuvuna iko na siku ya kupanda iko. Ile ujinga na upuzi na majivuno mlipanda, siku ya kuvuna inakuja. Na ile msamaha mnaweza pata, endeni mkaombe wale wazazi watoto wao walipigwa marisasi huko, muende mkaombe msamaha. Ama muende mkafufue wale watoto ambao waliuliwa sababu ya ujinga yenu. Kuna watoto leo hii bado hawajapatikana. Hatujui mahali walioko, walitekwa nyara hiyo siku. Watoto wengi sana hawajapatikana hadi leo hii. Alafu mnakuja hapa kwa makanisa kurukaruka na Biblia hapa mkisoma mistari, mkijifanya sasa mmeokoka, mnaomba ati ndio msamehewe. Hakuna msamaha mtapata hapa Mlima Kenya. 2027 nyumbani lazima tutawapeleka. Hakuna salamu mtaenda kule wa Munyoro, huko tumefunga milango, nyumbani lazima mtaenda. Na kile ambacho mlipanda, ile damu mlimwaga ya watoto ambao hawakuwa na hatia, hiyo damu lazima itawaandama mpaka siku zenu za usoni. Hiyo damu mpaka Mungu atawalipisha, kwa sababu Mungu alisema ya kwamba kile ambacho mwanadamu anapanda lazima atavuna. Mlimwaga damu ambao haikuwa na hatia kwa sababu ya kiburi, majivuno na ujinga na upuzi. Siku ya kuvuna yaja. Vumilieni. Hakuna msamaha mnapata. Hakuna msamaha mnapata. Na kama mnataka msamaha ya kweli, endeni mkafufue wale watoto walikufa siku ya maandamano. Wale walikuwa wanapigwa risasi za kichwa inapasuka kama malenge mchana wazi. Watoto wakalia, wazazi wakalia, Wakenya wakalia kwa sababu ya kifua na majivuno na ujinga yenu. Siku yenu yaja ya kulipa. Hiyo damu ya watoto itawafuata mpaka siku yenu mtafika kaburini. Hakuna msamaha mtapata. Kuna swali? Kama hakuna swali tunafungia hapo. Tuambie Wakenya kwamba tutazidi kuwatetea, tutazidi kuongea, hatutauzua uoga. Na vile ambavyo tulijadiliana, msimamo ni huo huo. Nchi ya Kenya, kila mbunge ambaye alipitisha finance bill pale bungeni akafanya watoto wetu wakauliwa. 2027 hawa bunge, we shall print a very long list ikiwa na hao majina yote ya hawa bunge ambao walipitisha finance bill kwa njia ya kifua na majivuno na maringo, wakafanya watoto wetu wakauliwa. Tutawaandika kwa list moja kubwa katika nchi ya Kenya na majina yao tuitangaza kila pahali. Hakuna mbunge hata moja atapata kiti. That will be the punishment ambao tutawapatia. Hakuna mbunge hata moja atapata kiti.